wahasibu Tanzania wamewakilisha wenzao. Tulikataza kuja wote kwa sababu tuliona ile eneo halitoshi. Kwa hapa wangekuja wengi sana. Tulisema wajichague wachache watakaoweza kuwakilisha wengine, lakini wako wengi, wako kama watu 400 na kitu ambao wako hapa Arusha sasa hivi. Lakini hawa ni wachache wamekuja kuwawakilisha wenzao. Na wametoka mikoa mbalimbali hapa. Kuna waliotoka Mbeya, Kigoma, Arusha, wapi. Yaani si hapa sio Njombe. Kwa hapa kuna wawakilishi wa serikali, kuna wawakilishi wa private organization, kuna wawakilishi wa NGO wako mahali hapa. Yes. Na uwepo wangu hapa, mimi ni mwenyekiti, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanawake wahasibu Tanzania. Mimi sometimes najitaga na mimi mwanzishi kwa sababu ni mkurugenzi wa kwanza. Amen. Amen. Mkurugenzi wa kwanza hilo shirika, na tumekuja Arusha tulikuwa tunasherehekea miaka 10 ya kuanzishwa kwa. Wow. Wana moyo wa ukarimu kabisa na wamekuja kwa nguvu zote. Viongozi tulipokuwa tunaongea nao, niliona kwamba kuna uwepo fulani wa Mungu ambao uko juu sana. Kwa hiyo viongozi, sifikiri wachungaji wao naangalia tu viongozi wakoje, na so nilipoona nikaona kweli mna nia ya kuja kwa. Mimi niwabariki tu kwa hilo, na muendelee kuwa kipata sehemu nyingine tuwasaidia hapa. Siku moja utashangaa jina lako liko katika sehemu iliyo sahihi. Hapa duniani tuna pesa nyingi sana, hazitusaidii. Tusaidie watu wengine, iwe ni faida kwamba mimi nisaidia na fulani. Na tunaona pale nyumbani mlipo, mwasaidie watu wenye shida. Hata ukimwona mwingine ameshindwa ada, mwingine pale msaidie, si kwamba lazima uje hapa. Mama. Kweli mimi nimefurahi sana niliposikia hata huko anakuja Kindness. Sababu ni kitu ambacho nakifahamu kwa muda mrefu. Familia yangu, mimi nimezaliwa hapa Kijenge. Baba yangu na mama yangu wamenilea hapa, kwa hiyo nimekulia hapa na ninaishi hapa. Kwa hiyo hawa watoto na baba na mama tunajua changamoto zao. Yaani nashangaa tu mchungaji hasemi vizuri. Lakini kweli changamoto walizonazo kiambiwa hataki kusema. Naona ameongea vingi lakini hajasema hata kimoja. Hawa watu wana changamoto. Na kama kweli Mungu ameturuhusu tukaje hapa ni kwa neema ya ajabu. Kweli Mungu aliona uhitaji. Nakumbuka kile kipindi cha COVID nilikuwa nakaa nyumbani, unajiuliza. Naambia chuma mboga, hebu chuma mboga hapo, sijui fanya nini. Watoto 42 wako hapa ndani. Hawana mdhamini yoyote. Anaposema hao wadhamini, sio kwamba wako wadhamini official wamejiandikisha, wana support na funds za kila mwezi. Ni bahati nasibu kwamba mtu anajitokeza kama wewe au mimi, wana support. Watoto wamesoma mpaka hapo walipofika. Baba huyu halali, yani saa nyingine anamwazaje sasa mchungaji, Mungu tu amsaidie. Kwa sababu kweli wana changamoto. Yaani unakuta kuna watoto kadhaa wakifika kipindi wamekuja likizo wanatakiwa kurudi shule, hizo ada. Sio kwamba mtoto anamdhamini kuli. Ni mahangaiko ada ipatikane. Lakini cha ajabu Mungu amekuwa mwema, amewasupport mpaka leo wameweza kufika hapo walipofika. Kiukweli mimi nilikuja hapa na watoto wangu kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Kuna kaka mkubwa kama rafiki yake Mwanze. Yaani sijui nisemeje. Yaani nilikuwa ninasikia mzigo ndani yangu kama kwa baba, na yeye baba akawa anapenda kuja na ndugu wengine hivyo. Kwa sababu naona kuna mzigo kweli. Nikawa wakati mwingine nafikiria nasema tunaweka hela kwenye account. Ukiangalia account za watoto wetu zina hela. Tuna standing order huko yanakatwa yanaingia kwenye account za watoto. Kuna wakati unawaza nasema hivi nawawekea kuna kitoto hakina hata shilingi. Kuna siku tu jamani wahasibu, ukiwaza kwenye vilindi vya Mungu wako. Fikiria ile hela uliyoweka, wewe bado unafanya kazi. Hebu amua siku moja yani itoe tu. Toa tu, peleka watoto ambao hawana mzazi. Mungu atakupa hayo maisha. Amen. Ili uendelee kuikusanya wako watasoma. Amen. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa sana. Hawa wanasumbuka kwenye kulipa kodi za nyumba. Wanasumbuka kwenye kulipa maji. Wanakusumbuka kwenye kulipa ada. Kwa hiyo ninachoomba tu tauka.
kwa vile Mungu ametupa kibali tukafike hapa, tusisahau tukiondoka. Kama inawezekana personally ukichukua namba ya mchungaji ukao huko uliko, baadaye unaendelea kusupport, kwa sababu hichi kitu bado kinaendelea. So nasikia kuna watoto wako la 7, kuna watoto wako sijui la 4 huko, kuna hao walioko chuo, hata wale ambao ni CEO huko maofisini, kuna watoto wanamaliza shule huku, muangalie, maana watakapokuwa wamepata kazi watasaidia watoto wenzao. Ni hilo tu nilopenda kusema. Mungu awabariki sana. Mama huyo mama yetu, mama huyo mama amependeza, mama huyo mama anaweza, mama huyo mama jasiri, mama huyo mama. Bwana asifiwe. Amen. Habari ya asubuhi. Nzuri. Yaani kuangalia tu hivi mmefariji moyo wangu sana. Amen. Mmefariji moyo wangu sana 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 sana. Ninawasalimia ninyi wote ambao mmekuja kutushika mkono kwa siku ya leo. Amen. Karibuni sana Kindness. Karibuni sana sana. Sisi Kindness tunaishi kwa ajili ya wageni. Tunaishi kwa ajili ya wageni. Kwa sababu gani nimesema hivi? Sisi ufadhili wetu ni watu wanaoingia na kutoka. Naona dada pale Mama Juni ameelezea vizuri sana, nimefurahi. Kwa kweli tunashukuru kwa upendo wenu, kwa ushirika wenu ambao mmeweza mkakaa, mkafikiria, mkatuone sisi Kindness. Na ukiangalia Arusha tuna vituo kama 200 hivi. Lakini mkafika Kindness. Ninamshukuru Mungu aliyefanya haya. Ninamshukuru sana sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Amen. Asante sana kwa moyo wenu wa kujitoa. Asanteni sana sana sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Amen. Mungu wa mbinguni akaangalia na zile familia zenu. Amen. Akakumbuke sadaka zenu. Amen. Kwa maana mmefika hapa si kwa kawaida. Kufika hapa si tunasema sio kawaida. Imegharimu mkono wa Mungu. Ndio maana mmefika hapa leo. Ndio maana mmekaa hapa leo. Ninaona sadaka ya kutosha. Kwa mama, Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awainue. Amen. Mmemgusa Mungu sana kupitia sadaka hii. Mungu akasimame kwa ajili ya maisha yenu. Akawatetea, akawapigania, akawashika kwa mkono. Kumkumbusha Mungu kwa ajili ya sadaka ya Kindness. Na nimependa sana kuna kitu nikasema, Mungu, watoto wangu wangekuwa leo wako shuleni. Ukija kama hivi wakati mwingine utasema hapa kuna watoto, lakini kuna watoto wa kutosha. Wako shuleni, mngefurahia watoto nao wangefurahi. Lakini sasa mmetukuta, wamewakilisha watoto wangu pale. Ninafurahi sana wa mama. Endeleeni kutuombea kama vile mama wangu amesema. Kweli sasa hivi machozi yetu ni uwanja. Ni uwanja. Tunakuwa na wakati mgumu sana kwa ajili ya kodi ya nyumba. Mara nyingi sana tumetolewa ndani ya nyumba. Mpaka majirani wakaingilia, wale wengine wakachukua watoto wawili, wengine watoto kulingana na jirani vile nyumba yake iko, kwa ajili ya kituo chetu cha Kindness. Kwa hiyo eneo, yani kitu imekuwa ni haja ya moyo wetu. Wakati tunaomba Mungu mzidi kutuombea. Mzidi kutuombea. Ninawashukuru sana viongozi wote ambao mliona mkatafuta namba ya Kindness. Na Mungu awabariki sana. Na yule mtalio washirikisha kwa ajili ya Kindness, abarikiwe sana. Kituo chetu, ufadhili wetu ni watu wanaoingia na kutoka. Hao ndio wanafanyika sana kwa mabalozi. Ndio ubalozi wa kituo cha Kindness. Ni watu wanaoingia na kutoka. Tunawashukuru sana. Nimefurahi sana sana sana. Mungu awabariki. Amen. Tayari.